Ibana, mambo vipi? Jina langu ni Cyber Chris na leo tutajifunza episodi ya 7 kwa Kiswahili, while and do while loop. Loop au repetition tulisema ni kipande cha maelekezo ambayo yanajirudia mpaka condition fulani ifikiwe. Yaani loop inakuruhusu kurudia maelekezo mpaka condition ifikiwe. While loop ni entry controlled loop. Tunaposema entry controlled loop tunamaanisha inacheki na kutesti condition before executing the body of the loop. Kwa maelezo mazuri, inacheki kwanza condition kabla haijafanya kilichoko ndani ya loop au kilichokuwa kimepangwa kifanyike ndani ya loop. Loop itaendelea kama condition itakuwa kweli true, na condition ikiwa false au uongo, loop itaterminate, yani itaacha kufanya kazi. Twende tukajionee katika dev C++ compiler yetu. Hapa nina comment kwamba to print namba 1 mpaka 10 kwa kutumia while loop. To print namba 1 mpaka 10 kwa kutumia while loop. Kisha nitaandika structure ya C++, hash include iostream using namespace std int main. Tunamaliziaga na return 0 kama kawaida yetu, wanangu wapendo. Hapa tutakuwa na int I, yani variable I inaanza ikiwa 1. Hii ndo initial value au value ya kwanza, kama ilivyokuwa kwenye for int variable fulani unaweka initial. Hii tunaweka hata tunaanzia ikiwa nje kwa syntax ya while. While I maana tusha initialize hapo juu, tunaitumia tu kama ilivyo. I ikiwa ndogo, less, ndogo au sawa na 10, tunafungua curly bracket na ndani tunaanza kuprint I, maana I ndio imeanza 1 na itaishia ikiwa 10. Utasi out na hizo angle bracket I, utaweka endline ili ishuke chini. Na baada ya kufanya haya, usisahau kuweka I++, yani una increment baada ya kumaliza kufanya kile kinachotakiwa. Hii ni kufanya loop iwe valid na iwe na mwisho, yani iwe finite, iwe na mwisho, isiwe infinite, isiwe haina mwisho. Kwa hiyo itajirudia I moja jumlisha mpaka itakapofika 10. Tukicompile na kurun, tunajionea maajabu yetu. Hiyo hapo imeprint 1 mpaka 10. Bila shaka unasikia raha Sawa. Twende tukabadilishe initial value I iwe 12. Na ni kweli, ukisema while I is less or equal to 10 ni uongo. Ikiwa false, maana yake haiwezi kuingia ndani ya while. Maana yake hakuna kitakachoonekana katika screen. Kama hivi, imeterminate ikiwa false. Kama tulivyoona hapo, sasa twende tukabadilishe na programu yetu iprint namba kuanzia 10 kwenda 1. Kwa hiyo hapa nabadilisha kwenye comment iwe ni 10 hadi 1. Tutaanza vile vile, tuandike int safari variable yetu tuiite num. Int num ianze ikiwa 10 kwa sababu tunaanzia 10 hadi 1. Then while num is greater than, lazima iwe kubwa kwa sababu ni 10 mpaka 1, iwe kubwa tu kuliko 0, maana yake ni 1 mwisho. Ndani hapa tutasi out kama kawaida, tutasi out I alafu endline kisha I minus maana yake decrement, yani tunaipunguza. Tucompile na kurun. Kuna error hapa. Ni kawaida kupata error. Hapa badala ya num tumeweka I haijulikani, tumezoea. Basi tuweke num, maana num ndo tumeideclare hapa kwamba ni integer num, na hapa ni num, iwe num, na kwenye kudecrement pia to decrement num. Tukacompile na kurun. Unaona 10 mpaka 1. Usiogope kupata error au hizo alama nyekundu katika programu yako. Sio kwamba haujui, bali tu ni unajifunza zaidi. Kwa kupata error sio mbaya. Do while loop. Tofauti ya for na while loop, do while loop yenyewe ni exit controlled loop. Hii yenyewe ina check condition mwishoni kabisa mwa program. Maana yake lazima kuna jambo moja litakuwa limeonekana katika kioo chako hata kama condition ya uongo. Twende tukaone. Hebu tukafanye do while loop. Na loop ambayo mimi mwenyewe binafsi sipendi kuitumia. Kwa tuwe na integer I, tuseme ni sawasawa
na moja. Do, tunafuata neno do, maanake fanya kile tunachokitaka. Do maanake ifanye. Ifanye nini? Tuprinti katika kioo chetu. Tuprinti katika kioo chetu neno hello world mara 5. Kwa hiyo ngoja tuandike vizuri. Tasiauti neno hello world, kisha nitaweka endline ili ishuke mstari wa chini kila neno, na hapa ndani ya do nitaweka increment au decrement, kwa itakuwa ni I plus plus. Nje ya do nitaandika while wakati I ikiwa ni ndogo au sawa na 5, kisha semicolon. Hapa maana yake itafanya hello world mara 5. Embo tukacompile na kurun. Compile na kurun, unaona hello world, hello world, hello world, hello world, hello world. Manake imetoa mara 5. Tumeweza kutengeneza do while loop. Tofauti ya hii, tuweke condition ambayo ni ya uongo, tuseme I ni kubwa kuliko 5. Kiuhalisia I ni 1 na ni uongo. Sasa shida ya hii ni kwamba itafanya ifuatayo. Unaona imetoa hello world wakati condition ni ya uongo. Hii ndio niliyokuambia kwamba at least kitu kimoja kitaonekana katika kioo chako. Ni wewe tu kama programa uamue kutumia do while, uamue kutumia while, uamue kutumia for loop, japo kuna mazingira yanakuhitaji. Twende tukajifunze altering loop control flow, jinsi ya kuingilia loop. Kuna go to, break na continue. Mwisho tutajifunza exit function tukifika kwenye topic ya function. Go to, break na continue zinatumikaje katika kuinterrupt au kuingilia flow ya loop? Tuanze na go to statement. Go to statement katika dev C++. Matumizi ya go to kuingilia loop. Yaani loop isimalize kazi, wewe unataka uikatishe katika mahali fulani. Kwa mfano, tuna print namba 1 mpaka 10. Kwa hivyo itatubidi tuwe na integer I, tuanzie ikiwa ni 1, tutaweka semicolon, kisha tutakuwa na while I ikiwa ni ndogo au sawa na 10 kama tulivyoona mwanzo hapo kwenye hii video. Na hapa tunataka kusema kwamba ikifika 6 tu tuishie hapo hapo, kwamba tumeshaipata 6. Kwa hiyo if I ni kubwa au sawa na 6, kishafika hapa tunasema go to, yani nenda go to. Ikifika kwenye 5, kiingia 6 iondoke hapo. Go to tuseme tuna sehemu inaitwa hapa, tupaite hapa. Unaweza ukaita jina lolote, hata ukaita jina lako ukitaka. Kwa hiyo tuseme hapa, go to hapa. Sasa hapa lazima tupatengeneze. Nje ya while loop tunaenda kutengeneza sehemu inaitwa hapa. Hapa tunaweka double colon. Kule kwenye go to tuliweka semicolon. Na hapa ikifika hapa itasi out, itasema tumesha ipata namba 6. Kwa hiyo ikipata namba 6 inasema hivyo. Hii inatumika sana kwenye cyber security pale unapotafuta password, ukishaipata unaacha kuendelea kutafuta. Kwa hiyo go to hapa, itatoka hapo itakuja hapa. Kwa hiyo else maanake kama I sio kubwa au sawa na 6 iendelee kuprint, yani isi out. Tutasi out hiyo I, tutaweka na endline ili ishuke chini. Twende tukacompile na kurun, uone maajabu ya go to niliyokuwa nayasemea. Imeprint moja. Hii nayo ni error. Tutajifunza aina za makosa. Hii ni error inaendelea bila mwisho. Unajua kwa sababu ni nini? Sababu hatujaweka ndani ya while increment au decrement ili loop iwe na mwisho kama tulivyosema. Kwa hiyo mabano haya mawili ndani ya while loop, ukiachana na haya ya else na haya ya if, ndani ya haya mawili ndani ya while tutaweka I ikiwa ina increment. Hii inasababisha loop isiwe ni endless au isiwe inakosa mwisho kama tulivyoona. Ikitokea kama ni mtihani unafanya, ukiulizwa swali hilo tayari umeweza kulijibu. Hiyo ndio raha ya kupata makosa katika C++ na program zingine. Compile na kurun, unaona kinachotokea hapa kwenye kioo chako ni 1 2 3 4 5, na ikifika namba 6 imeenda hapa na imesema tumeshaipata namba 6, imeacha kuendelea kuhesabu. Kwa hiyo go to imeangalia I ni 1, ikaenda ikaona sio sawa kubwa kuliko 6, ikasi out 1,
ika increment ikawa 2, ikaja ikasi out 2, ika increment 3, hivyo hivyo. Kwa hiyo go to inatumika kuiforce au kuilazimisha program isimame iende kule unakotaka iende. Kwa hiyo imeenda kwenye hapa. Usisahau syntax ya go to tumeweka nukta mkato na hapa neno hapa tumeweka colon zenyewe. Break statement. Break statement sio geni kwa sababu tumeshalitumia katika switch. Kwa hiyo ni vile vile kuvunja program isiende kokote bali iendelee na mishe zingine. Kwa mfano, kama tunavyoendelea kwa kutumia loop zetu, unaweza ukatumia loop yoyote, sio lazima iwe ni while tu peke yake. Inaweza ikawa ni for, inaweza ikawa ni do while au hata hiyo while yenyewe. Kwa hapa tutumie for loop na tu break hiyo katika hiyo for loop. Kwa hiyo tutaanza na for integer I ikiwa sawa na 1. Nimezoea kutumia variable I, unaweza ukatumia variable yoyote. I ikiwa less than or equal to 10, I plus plus. If tunasema sasa namna ya kubreak, unasema kama I ni sawa na 9 it makes sense sana. I ni sawa na 5 ili uone inavyofanya kazi. Hapa ikifika I ni sawa na 5, to break, yani tutoke kabisa nje ya loop, tuache kuhesabu. Vinginevyo else tuna cout ile I. Kwa hiyo pale tulitumia go to. Go to ilituelekeza mahali pa kwenda, lakini break haikuelekezi pa kwenda, badala yake toka nje ya loop, itaendelea kwenye mstari wa 12 huku kama kuna kitu cha kuwa printed kwenye screen au program inaendelea. Tukicompile na kurun, unaona maajabu. 1 2 3 4. Ilipofika kwenye I ni 5 ikaacha kufanya kazi. Na hiyo ndiyo break statement. Continue statement. Continue statement tofauti yake na go to na break. Continue maana yake unailazimisha programu iendelee kuhesabu huku ikiacha iko kitu ambacho umeiambia ikitafute. Kama hivi. Twende kwenye dev C++. Kwa hapa tunajifunza continue. Tutakuwa na for loop. Unaweza kutumia loop yoyote unayotaka. For loop integer I ikiwa ni 1 na I ikiwa ni less than or equal to 10, ikiwa chini ya 11 mpaka 10, then I plus plus. Tutafungua haya mabano. Kumbuka unaweza kuyaweka popote unapotaka, ila isiwe mbali na for loop chini ya mstari unaofuata. If kama tuweke range, yani kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo kama kwa tutafungua mabano au hizi parentheses kwa Kiingereza, kama I ni kubwa kuliko 5, maana yake tuanzie 6. End tunatumia ampersand 2. Hizi ni end, tumejifunza end o na hizo zingine. Kwa hiyo end tutatumia ampersand 2 na kwa hiyo end I is less than o equal to 9. Kwa kuanzia 6 mpaka 9 tutafungua curly bracket, maana yake ikiwa ni true tunajua 1 and 1 ni 1, 1 and 0 ni 0, true and true ni true, na true and false ni false. Kwa hiyo kama ikiwa ni namba 6 au mpaka namba 9, basi itafanya haya mambo, ita continue na ika semicolon. Else vinginevyo tuendelee kufanya mambo mengine. Unaweza ukasiauti tu au tuweke else ili make sense kusiauti I kisha endline ili ipendeze na iwe na maana halisi ya program. Kwa hiyo hapa tutaweka neno else, tutafungua curly bracket na ndani yake tutaingiza hilo neno la kusiauti I ili iendelee kuwa printed. Tukicompile na kurun, tunaona imeanza 1 2 3 4 5 kisha ikarukia 10. Hii ni kusema ilipofika 6 ika continue, yani ikaachana nazo mpaka 9 alafu ikaendelea mbele. Unaona imerukia 10. Kwa hiyo ndio kazi ya continue, namna tunavyoingilia au tunavyo alter hizi loops. Tubadilishe, badala ya range tuweke 1 tu. Kwa mfano I ikiwa sawasawa na 7 i continue. Tukicompile na kurun, unaona kinachotokea hapa kwamba 1 2 3 4 5 6 8. Kwa hiyo 7 ilipofika ika continue, ikaacha kumhesabu. Ni kama mtu anayetafuta vitu, akivipata anaachana nacho, anaendelea kutafuta vingine.
Hasa bado kuna moja ya exit function, na msema ukweli exit function sitakuelekeza sasa hivi, nitakuelekeza tukifika kwenye topiki ya function. Ni episode 9 kama sijakosea, inawezekana ikawa ni episode ya 8 au ya 9 inayokuja, itakuwa ni function. Kwa hiyo exit function nitakufundisha baada ya kujifunza function. Enjoy tu.